Haya, hii ni sehemu ya kwanza ya safari yetu ya Dodoma. Hapa tuko kwa mkazi wa kwanza ambaye naye pia anajihusisha na haya madini, ni mchimbaji mdogo mdogo pia. Kama hapo tunaona sampo yake hiyo, kwa tunaangalia hapo, baada ya muda tunajua cha kufanya na kuendelea kuwatembelea wakazi wengine kuona sampo ambazo wanazo, kuona ni sampo gani ambayo itatufaa ili tuweze kuifanyia kazi. Sandstone. Hapa tupo kwa mkazi wa pili hapa Duo. Au tumsikilize mtaalamu. Ina uchafu tu hapo hivi. Kisho kwenye maji. Sasa sio ngifanga kwenye hatunda. Kwa hiyo hii ndio shilingi nusu. Nusu kwenye raki. Hapo kipimo na kiasi. Safi. Inawezekana tu rahisi. Kama tumetoa nusu lakini ndani unaona kama kilo 7. Hayo uwezo kukaa nayo. Ilikuwa na suti jana. Ndio unaiona kama hiyo. Sote ni wazungu. Hapo ndo umesafisha na nini na diesel. Unaweka kwenye diesel hapo. Au unaacha humo. Kwa hiyo yangu sasa ndo wewe jakasa picha kama wewe ana uchafu. Kama ana uchafu. Lakini kama kuna mwingine utakuta anajitegemea hayana hata hata na uchafu. Haina hata punje uchafu. Inataka kwa kama hivi. Au mwingine ukisafishia zikuwa kama hii. Sasa uchafu ni huu. Unaona huu? Huu ndio uchafu. Huu ni uchafu. Kumbe siku hizi unafahamu uchafu. Hii imeungua. Wewe ukashotie kama kuna kana matibabu. Ni namba hapo kwa. Sasa bila kutoa sasa hapo ya moja kwa moja ndio inawezekana. Sasa kutoa huko. Maana ya msoni. Uone kikakutaka kumgodi. Yaani nakutaka. Sasa ngao. Kutoka shangaza. Kama tukatoe kazi kwa shangaza. Huku ni nakimbia nauza kwa kilo moja. Sasa kule kwa daa ndio nataka nichukue simu kama papa kwa msosi tatu. Lakini kwa mzalo ni pale na nikusanye. Mimi na rafiki yangu mmoja na migodi Chunya. Sasa amekuja yupo. Unaelewa? Ana marafiki zake. Yeye biashara yake afanye. Lakini ana marafiki zake ambao wanafanya. Kwa hiyo ni walisha kama ni vizuri. Tuzungumze mimi nakiona kitu. Ila kama nikikupeleka kwa washikaji, tayari sample nayo. Mzalo ni yupo, Mzalo ni alikuwa mji mwema. Mtuma Mungu katika na bodaboda. Sasa tukangana gari kwa. Tukafika katika pamoja. Sawa. Nzuri hapo. Unaweza kuende pale ukaangalie. Beba kuna kilo ngapi ubebe. Mpaka pale kwa mtaalamu. Kwani kuna shida? Yaani pale utakiwa usikose hata Lois ili ukiwe nazo. Kitu ambacho najiuliza kingine. Hiyo miamba siko muda mrefu hapo. Imeanza msimu mwaka jana. Sasa hivi wanamwaga. Yaani miamba tangu miaka hiyo ilikuwepo. Ila kuna mtu ambaye akaja akagundua. Jana likubwa lile. Ndio kwa mtu akaja kugundua kwamba hapa kuna madini. Ilikuwa nini? Kwa miaka yote Ipogo yote ile chochote. Kwanza kuna vidi tulienda kuchimba pale. Walienda kuchimba tena. Hapa tunachimba mawe mengine. Mawe mengine. Eneo lile tu, yani kwa mfano kuna gola liko hapa. Hii sasa ilianzia hapa, ilionekana yani hapa. Kidogo tu. Kwa hiyo akaonekana mtu ambaye ni mtaalamu anajua. Yani ikaa kama imechanganya kwenye yale mawe ambayo tulikuwa tunaya. Ambao kwa nini kwa mchuma mawe gani? Kuna hizo parts fulani za dot. Kasi. Si nyeusi afu nani kama nyeupe afu ina ukubwa au vyeusi ndani. Ambayo hiyo thamani yake yenyewe ni ya kawaida tu. Kwa tunaweza kwanza kwa pale 200 kilo 200. Sasa hela ikaja hapa. Sasa hela imekuja hapa, lakini hata wakati tumetoa hii na yeye pia alibeba. Hapo tena ikatoka jiwe fulani inaitwa highlights. Mwamba huo na rangi kama hii. Nayo pia ikawa inapatikana hapo. Ila sasa yeye kwa sababu alikuwa amezamilia kwenye hii, sasa yake ikaenda. Na baada ya hapa msimu huu ndo ikaja kugundulika huko pembeni. Ndo kuna hii sandstone. Kwa pale wanapochimba pale mlimani. Sasa hivi ni wana eneo kubwa waliolikamata toka huko hadi huko mwingine.
Sawa. Mashimo haya yote yanazama chini. Hayo mawe unayozungumza rangi haya mbona hawatoi? Yake iko wapi bwana? Na hata juzi. Ega maana kama kenda ya tarehe dielo kapige picha kama si ya kwenda. Sasa alikumbusha kuna baadhi mengine kwa nini wale. Sasa Simon nimekwambia toa mawe yote ambayo unayo. Wewe ndugu yangu na Simon wewe. Kaenda katoa kidogo bwana. Sababu pale nataka pale wamekamata eneo kubwa. Wanalo chini. Lakini mnaona tu wengi sana wanaotoa ni haya. Huyu naye sana. Yaani hao ndo wanagombania sana pale unaona. Hao ndo mataita. Ndio maana kuna watu wengi. Tajiri wako pale pale. Yaani pale ndio maana kuna watu wengi. Tajiri wako pale pale. Mpaka jiwe hilo hilo. Sawa. Hapo hivi kuna mtu kaleta mashine kubwa. Watu sasa hivi wameachana na generator. Sawa. Kwa hiyo pia kwa wiki 50,000. Yaani ukienda kuchimba unalipa 50,000. Yaani kuna mtu kafunga mashine lake kubwa. Inavua umeme. Kwa hiyo zile kindiga za kuchimbia zile wameunganisha mtu anatumia bando lake. Kwa hiyo mashine ya mtu mmoja anaweka peke yake. Wanaotaka kwake anamuunganishia ila kwa wiki unalipa 50,000. Na mlipo yule 50,000. Nimepata sijapata juu yangu mimi. 50,000 kwa wiki. Kwa wiki. Hela ndogo sana. Lakini kilicho wakati tumia na kupitia generator. Kwa sababu kupitia generator. Dumu akana chimba ni usiku na mchana. Hii nayo pia inapatikana kwenye mwamba huo wa kwako. Ni hapo hapo. Hapo mimi sina gola. Gola ndo mwamba au gola ni cha kuchimbia? Yaani ndo shimo. Yenyewe ni madini gani ya blue? Hii highlight. Highlight. Yenyewe kilo moja inauzwaje? Bei ni moja kama hiyo. Sawa na ile. Kama as captions hizi. Ambao rahisi kupatikana? Rahisi kupatikana, inayopatikana kwa wingi hiyo. Sunstone. Hii caption ukipata gem sasa ilipo kwenye uhai. Sawa. Hii hapa. Lakini ukipata gem yenyewe huwezi kuuza kwa kilo. Unauza kwa moja? Piece moja tunauza. Kwa gram. Kwa gram. Hiyo basi expensive. Na ufa ndani. Unapiga na tindo mundu. Highlight ndivyo ilivyo. Hiyo ambalo lina kashikashi sana. Yaani pasuko mingi. Simoni, ndio unaweza kuinali bila hata kulipasua. Kulisafisha tu na ndio lakini yani Simundu koko. Yaani unaweza ukatoa likiwa lile vile vile. Inategemea nani uwezo kukuta jiwe. Yaani liwe lipo. Unaweza kuitoa kwa ule kubwa. Unaweza kuitoa kubwa. Afu wao ndio kulikata. Unaweza kaitoa kubwa lakini lisionekane au halipo vizuri. Ndio maana lazima ulivunje, hapo ndo upate huo bora unaohitaji. Sababu ule chafu ulikuwa unasema ndio upo juu. Lenyewe liko katikati. Lenyewe liko katikati. Lazima uvunje. Sasa kwenye kutoa huo chafu upate mali. Sasa tutakuja wiki baada ya wiki mbili tutarudi. Yule jamaa aliye nani? Yupi? Jamaa nani? Mshikaji wako anachimba madini yule. Msafiri? Yule nani Mbasha? Mbasha mambo yake. Sinataka kumuonyesha hayo. Yeye anipeka marafiki zake ambao namwaga. Kwa kama kule ikiwa ni hela nyingi, japo tunachukua kwa bei rahisi ukienda kule na hapo sasa nimeelewa. Sasa kingine huwezi kupatikana eneo hilo. Huwezi kusafirisha bila kibali. Hapa. Hata tukitia mfukoni tu. Hata tukitia mfukoni. Mimi nataka ninayo unasafiri nayo bwana. Hata kilo 5 unabeba tu. Au kilo 5 mtu anaweza kukushtukia. Kilo 5 ni nyingi sana, unashtukiwa. Kama ikiona mimi nimeweka kwenye begi langu tu. Hata kama utaweka kwenye begi endapo akakushtukia ile wanabeba, yani wanachukua. Ni kesi tayari. Hiyo nazungumzia ni mpaka kamato labda mtu kakuchongea. Labda mtu kakuchongea. Kama si labda hakuna. Sasa hiyo ndo kawaida yake. Hiyo sasa inavunjika. Sasa inaumika. Ndivyo ilivyo yani. Ukiweka kwenye mafuta ndivyo ilivyo. Hakuna kingine cha kusafisha zile mafuta ili isivunjike. Yaani mafuta ndio yanaleta ubora. Mtu wai mzalili. Ndio anafanya nini na utanipigia? Haina shida mimi ni. Sawa. Sasa nakupigia kama sijali. Sawa. Naomba usije pale kwa Maza. Haina shida. Poa. Shukrani. Hivyo nani tutoke sample?
Sasa unaposemaga sample ni hili. Sio sample kile kutoka 7, kile sample ndio kama pesa wapi. Ninataka kule kwako nikawa nikuibie sana nikawa sijui na kazi gani. Okay, kama wewe unapasua. Yanapasuka? Wenda ukauza. Sema kama ukichunguza fresh ukakuta bei ni ya juu. Ukija hapo na nani? Kwa hapo tumepata mbona ile au yale ndio ana thamani? Alikuwa na yale bibi mengi mengi. Sasa haya wanasema mazuri lakini sasa yale ndio yanatoka pale pale mlimani. Yale bibi yale bibi inaonekana mbuju anao mengi, nadhani thamani yake sio kubwa. Ile kitu kikishakuwa kingi bwana thamani na nani? Sijui lakini. Hamna. Yale meupe yale. Bei sawa na hii? Yale meupe yale sio. Wale msionafanya kuchambua. Ndio auze. Sasa kama pale mengine aliyoweta mara mwisho ndio mazuri. Yale bibi mwingine yule? Lakini ya kwanza yale yote ameokuta yale sio mazuri sana. Sababu anikote pale. Naona wanakuchukua pale. Pale pale kushakuwa kama mjini pale. Hapa mpaka baba pale. Kila kitu. Yaani kwamba ukiuza madini lako isiende mbali. Isiende mbali matumizi hapo hapo. Kuna hata ametega pale pale. Mwanzi. Ndio akili ambayo inatakiwa. Hadi duka la dawa liko pale pale. Pale pale. Hapo ni kweli kwa sababu gani unajua? Tungeenda pale tungejua tungepata fursa ya kufanya. Sasa muda na afu yani sisi muda mwingi tumetumia kwenye kutembea na gari. Kama sasa kama jana siku nzima tupo kwenye gari. Niaje? Upo Machame? Naona. Oa. Sande. Pale mbele kwa. Ukishaelewa mdogo mdogo nyumbani. Au alikuwa mtaa yake yote anasafiri. Ndio changu pale. Pale tupompura bro. Biashara na safari. Pamoja napenda sana hela.